ni uchungu, ni huzuni kubwa. It is very sad that a fire disaster can consume 28 children and 74 others fatally injured in the fire disaster. Ni uchungu sana katika nchi yetu kwamba watoto innocent, watoto 28 wanaweza chomeka katika shule ya Utumishi Academy kule Gilgil. Ni uchungu sana, ni uchungu sana katika hii nchi, na hii ni pattern. Tunaona it is a pattern kwa sababu ile ya Endarasha Nyeri, ile ilifanyika Endarasha Nyeri ambayo iliua vijana wavulana 28 Endarasha, inafanana na hii ya Utumishi Academy Gilgil ambayo imeua wasichana 16. Endarasha ilikuwa wavulana 28. Hii pia imeua wasichana 16. Na hizi fire incident zote zinatokea wakati tuko na mazungumzo ya finance bill. Ile ya Endarasha ilifanyika wakati kulikuwa na mazungumzo na conversation ya finance bill. Hii pia ya Utumishi Academy Gilgil inafanyika wakati tuko na mazungumzo ya finance bill. Mbona hizi moto, timing ya hizi moto mbona inakujanga wakati tuko na mazungumzo ya finance bill inaendelea? Ni nini inaendelea? Who is worshiping Baal in this country? Who is worshiping the devil in this country? Who is sacrificing our children? Nani ana sacrifice watoto wetu kwa shetani? Nani ana sacrifice watoto? Who is sacrificing our children? Na kitu kama hiyo imefanyika, kitu ya huzuni, wakati tunafikiria nchi inafaa isimame. When we think the country should stand, the head of state should call for a national mourning for such a thing. Lakini president anatoa speech ya national prayer kule na Safari Park Hotel. President anatoa speech ya 30 minutes bila kutaja Utumishi Academy ambayo watoto wamekuja wameaga. President anatoa speech ya 30 minutes bila kuguzia hiyo fire disaster, hata sentence moja tu, hata kutuma condolence katika speech yake president hatumi. Disaster kama hiyo imefanyika, tunaamkia disaster kama hiyo, na watu wanaenda Safari Park wakubwa, mabwenyenye wanaenda Safari Park kukula sausage na foku, wanaenda kula sausage na foku, wanasherekea national prayer breakfast ya kusherekea wizi, ya kusherekea corruption. Wabwenyenye wanakutana kusherekea ile mali wamepora, to celebrate what they have stolen from us, na wanakula sausage na samosa na uma mrefu wakicheka at national prayer breakfast, na watoto wameaga katika hii nchi. Badala wasimamishe hizo vitu za sherehe, tumoni watoto wameaga dunia, watoto 16 children, innocent children, na watu wamekutana Safari Park kwa sherehe ya kukula. Hakuna kitu kingine inafanyikanga huko, ni kukula, sherehe ya kukula. Hakuna maombi hapo. Mungu hawezi sikiza maombi kutoka kwa hiyo kikao. Hakuna, Mungu hawezi sikiza maombi kutoka kwa kikao kama hiyo. Hiyo ni sherehe ya watu kukula. Sherehe ya watu kukula. Ni huzuni kubwa sana, na sisi tunataka kuambia serikali ya Kenya, mbona hizi vitu zinafanyikanga hapa Kenya hivi? Watoto wanakufia shuleni katika dormitories. Why are our children dying in dormitories? Mbona dormitory inafungiwa milango nje? Mbona tunakuanga reactionary kwamba kitu kishafanyika ndio tunataka tuulize investigation, ndio tunataka tuulize sijui tufanye nini? Why is our government reactive and we have a CS who is incompetent? Migosi Ogomba who is very incompetent. Sasa hizi ndio CS atashughulika, atuambie tunataka tufanye hivi, tunataka investigation, tunataka tutengeneze hii, tunataka tutengeneze hii. We are being reactionary. Tunataka hii kitu ya Utumishi Academy ichunguzwe vizuri, and we want to see heads rolling.
We want to see even the CS for education resigning. Kule India mtu mmoja train inaua mtu mmoja, mpaka Minister wa Transport wa India ana resign. Hapa Kenya watoto wanakufa 16 kwa moto ya shule, na CS wa education anaenda Safari Park kukula sausage. Asante na Mungu awabariki.